iruhande atagukingira ikibaba twanyinjazi twanyubisha ishari n'inzigo. Icyo nagira mvuge itariki 2 Avril ku kwezi kwa 4 hazoba ariho manifestation za soutien. Kuri hivyo turasabye yuko muza gushigikira abantu bacu, umuyobozi wacu. Bizotangura 12 gushika 14, abandi babandanye biryohererwa nta kibazo. Karibu muryoherwe, hanyuma mwibuke ijambo tukundi ibihugu vyacu, tukunda akarere kacu, tugateza imbere, kabe inspiration kuri Afrika yose. Asanteni sana kunipa nafasi hii. Hii fursa ni muhimu sana kwangu. Mimi kwa machache nitaku kuongea mtazamo wangu kama msanii mwenye anatokea sehemu ya Maziwa Makuu. Nimeanza kazi yangu ya muziki kitambo kidogo, lakini hii kuanza kujulikana ilianza mwaka 99. Ndio nilianza sasa kugusa mioyo za watu, hususan kwetu mali natoka ambao ni Burundi. Wimbo wangu uliweza kusaidia sana kwa kurudisha watu pamoja. Wimbo unaitwa Yaramenje. Sasa eneo lile tunajua liliwahi kukumbwa na matatizo, lakini sasa jambo lile linapenda kunihuzunisha sana ni ya kwamba watu hawataki kufanya bidii wenyewe kutoka kwa yale matatizo. Unajua nyimbo zitaimba, lakini nyimbo haiwezi kubadilisha kitu kama roho yako haiko tayari kuchukua amani ndani yako. Basi kwa hiyo sasa safari yangu ya muziki nilikutana mambo mengi. Niliweza kukutana na viongozi tofauti. Nikianzia Burundi niliweza kukutana na Major Pierre Buyoya, aliweza kunipokea, aliweza kunionyesha Warundi wakanitambua, aliweza kuniweka kwa uwanja wa stadium. Safari yangu haikuishia hapo, iliendelea mpaka Rwanda, sababu Rwanda pia tulikuwa na matatizo yanaelekea kufanana. Niliweza kugusa mioyo za watu kwa festival ya kwanza, ilikuwa Stade Amahoro. Nafikiri wale walikuwa hapo waliweza kuona. Unajua kazi yangu ndio hiyo, kugusa mioyo za watu alafu na kujaribu kubadilisha ulimwengu. Sasa kuna wale wametambua kazi yangu, kuna wale wanajua kile mimi nafanya, kuna wale wameelewa kile nilikuwa nafanya hii miaka yote nikiwa bado kijana mpaka leo nimefikia hapa. Nimeweza kugusa hapana peke yake wananchi wa kawaida, mpaka vijana. Nimeweza kutengeneza ajira kila pahali, kila kijana sasa anataka kuwa msanii. Lakini haya yote hayawezekani kama hatuna utawala wenye uko dhabiti. Haya yote hayawezekani kama nchi zetu hazina utulivu. Haya yote sababu, acha niwaambie, sahi kwa sasa niko nchi za Ulaya hapa mahali tuko ni Ubelgiji. Watu wetu wengi hawakukuja hapa sababu wanataka kukuja. Walikuja hapa sababu kulikuwa kwetu usalama ni mbovu. Sasa na hao watu wako hapa, siwafichi, siwadanganyi, wanalipaga ushuru. Wanalipia ushuru kwa ujenzi wa hizi taifa za Ulaya. Hawa ni watu wetu wako huko. Sasa jamii nafuka najiuliza swali, inaomba nini ili mwananchi aweze kutambua ya kwamba kuna amani tunafaa na kuna maendeleo. Sasa upande wa kwetu tukapiga hatua, basi serikali ya mseto ndio hiyo kaundwa na mambo yakaendelea. Sasa upande wa Rwanda pia wakaendelea vizuri, na leo kweli kabisa sisikia aibu kusema ya kwamba Rwanda imekuwa mfano mzuri mahali kwenye wananchi wameonyesha bidii. Miaka 20 tu peke yake wanaonyesha ya kwamba wakipewa nafasi zaidi watafanya makubwa. Sasa kila mtu anajua, niliwahi kuandika kwa Twitter, tukaandikiana, si mwingine ni rais wa Rwanda, Mheshimiwa Paul Kagame. Niliweza kumwandikia na tukaandikiana, na nikafurahi kuona amenijibu. Nikasema ala, rais anaweza kunijibu. Mimi nikimwandikia rais anaweza kanijibu. Basi hiyo ni kwamba
sio mtu peke yake tu kwa ofisi na kupiga debe kusema hii fanyike ili fanyike. Anataka pia kusikia maoni ya watu. Hata na unaweza kumwandikia atakujibu. Wewe mwananchi mdogo ukiandika atakujibu. Sasa message yangu iko simple. Huku Ulaya Waafrika wenzetu wanaheshimu sheria. Akiendesha gari anaheshimu sheria. Ikifika wakati wa kulipa zile zinaitwa mafaktire, mabills, analipa on time. Na sisi tunataka Afrika ikuwe hivyo. Tunataka Afrika watu wasione kufuata sheria ni kwamba ati ni udikteta. Si udikteta. Tukubali ya kwamba kuna mambo mazuri upande wa Burundi. Kweli kabisa, tufanye tu upinzani juu ya upinzani. Kuna mambo mazuri, kuna mashule yako yanajengwa, kuna kila kitu. Sasa utapinga pia kama Rwanda kuna mambo haikinaendelea. Kuna mfano mzuri, kuna vitu mzuri ziko zinaendelea. Jameni, tusibaki tu tukipiga debe na tukipiga makelele. Tuanze kuangalia vitu zinaweza kusaidia continent yetu. Tuanze kuangalia wale leaders wana inspire wengine. Tuanze kuangalia wale leaders wanaangalia maslahi ya mwananchi wa huko chini. Basi, hasa message yangu ndio hiyo. Tupatane siku hiyo kulaki viongozi wetu. Sawa, watakuja hapa tarehe 2 kuanzia saa 6 mpaka kuendelea. Burudani na maandamano ya uungwaji mkono yatakuwa hapo. Unajua, una maoni yako ya kusema ati uko mpinzani, lakini nchi ni kubwa kuliko upinzani ama kuwa kwa utawala. Nchi ni kubwa kuliko sisi wote. Mtu akikwambia wewe zunguka ukose nchi, hauna nchi, hauna uraia, utakuwa umeteseka sana. Lakini turinge sababu tuna nchi yetu. Tujiringe sababu tuko na nchi yetu. Mimi si mwanasiasa, mimi ni mpiga muziki. Sintawahi kuwa waziri, sintawahi kuwa chochote. Lakini tabaki na sauti ya kusema tu ukweli. Huyo ndio ukweli. Tupende nchi. Nchi ni kubwa hata kuliko kiongozi labda unamchukia. Nchi ni kubwa, penda basi nchi. Penda nchi yako. Pigania nchi yako. Usijaribu kusaliti nchi yako hata siku moja. Asante. Barakeze ko twese sangiri jambo nurukanywa ataryo kwihorana ataryo gukokeza